Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu katika jina la Bwana. Siku nyingine tena iliyompendeza Bwana ambao ametupa neema tena na kibali kuiona siku ya leo, tukiamini ya kwamba ni kwa nguvu na kwa uwezo wa Mungu. Basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kumwambia asante, kwa maana yeye ndiye Mungu mwenye nguvu na uweza na mamlaka zote ambazo ametutendea katika maisha yetu. Basi siku nyingine tena tunaendelea leo na somo letu ambalo linahusu neno ya kwamba changamoto isiwe kigezo cha wewe kukata tamaa. Somo letu la leo tutaenda kuzungumzia kwamba changamoto iwayo yoyote isiwe kigezo cha wewe kukata tamaa. Tunapozungumzia changamoto tunamaanisha kipingamizi. Changamoto ni kipingamizi. Kwa hiyo usiruhusu kipingamizi chochote iwe chanzo cha wewe kukata tamaa. Na hapa tutaenda kujifunza kupitia neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Nalo neno la Mungu linasema kupitia kitabu cha Ayubu ya kwamba palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa wana 7 na mabinti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500 na punda wake 500 na watu wa nyumbani wengi sana. Basi hivi mtu huyo alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Tutaruka tenda mstari wa 6. Neno Mungu anasema, ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na huko humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyo mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja awaye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yuamcha Bwana bure? Wewe hukumzingira kwa ukingo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibariki, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Lakini nyosha mkono wako sasa uyaguse hayo yote alionayo, naye atakukufuru mbele za uso wako. Bwana akamwambia Shetani, tazama, yote alionayo yamo katika uwezo wako, lakini usinyoshe mkono wako juu yake yeye mwenyewe. Basi Shetani akatoka mbele za uso wa Bwana. Ilikuwa siku moja hao wana na binti zake walipokuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mjumbe akamfikiria Ayubu na kumwambia, hao ng'ombe walikuwa wakilima na punda walikuwa wakilisha karibu nao. Mara Waseba wakawashambulia, wakawachukua, wakaenda nao. Naam, wamewaua hao watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa akilia akinena, akatokea na mwingine na kusema, moto wa Mungu umeanguka kutoka mbinguni na kuwateketeza kondoo na wale watumishi na kuangamiza. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa akilia akinena, akatokea na mwingine na kusema, Wakaldayo walifanya vikosi 3, wakawaangukia ngamia, wakaenda nao. Naam, wamewaua wale watumishi kwa makali ya upanga. Mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Huyu alipokuwa kali akinena, akatokea na mwingine na kusema, wanao na binti zako walikuwa wakila na kunywa divai katika nyumba ya ndugu yao mkubwa. Mara tazama, upepo wenye nguvu ukatoka pande za jangwani, ukaipiga hiyo nyumba pande zake 4, nayo ikaangukia hao vijana, nao wamekufa, na mimi peke yangu nimepona, mimi tu kukuletea habari. Ndipo Ayubu akainuka, akalilarua joho lake,
kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia. Akasema, mimi nalitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika andiko hili la Ayubu, tunaposoma Ayubu kwamba alikuwa ni mtu tajiri ambaye alikuwa na mifugo na vitu mbalimbali, na huyu mtu aliambiwa ni mtu mkamilifu anayemcha Bwana, na alikuwa pia na watoto. Pamoja kuwa na mali na watoto, lakini siku moja ikatokea katika zile mali alizonazo na watoto alionao, wote wakapata matatizo. Watoto walikufa na mali zilipotea zote. Lakini Ayubu hakutazama kile ambacho kilitokea, na ikafika wakati akasema, tupate mema tu na mabaya asitupate. Ina maana Ayubu hakuangalia zile changamoto, bali alizidi kumtazama Bwana. Katika changamoto mara nyingine zinapokuja, zinakuinua ili kuvuka hatua nyingine. Kuna uwezekano changamoto nyingine zinapomfikia mtu, Mungu hawezi kuruhusu changamoto ije akijua kabisa itakupoteza. Inajua kabisa aliko kusudi. Mungu anapoachilia changamoto, anajua na akiamini ya kwamba utapita tu. Unachotakiwa ni wewe kuto kukata tamaa. Kwa hiyo Ayubu hakukata tamaa, japo na changamoto alizopitia nazo, lakini akajua ya kwamba kupata kwangu mali, kupata kwangu watoto, Mungu ndiye aliruhusu mimi nipate mali, Mungu ndiye aliruhusu nipate watoto. Kwa hiyo changamoto haikuwa kigezo cha Ayubu kumwacha Mungu. Bado alizidi kushikamana na Mungu, na hatimaye Mungu akampa vilivyo bora zaidi ya mwanzoni. Kwa hiyo nataka nikwambie ndugu yangu mtazamaji kwamba changamoto isiwe chanzo cha wewe kukata tamaa ili kufika kwenye mipango au malengo ambayo umeyatarajia au umeyapanga. Na hapo tukitoka kwa mtumishi wa Mungu Ayubu, tunaenda kusoma kwenye kitabu cha Luka. Tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa kwanza. Neno la Mungu hapo linasema, naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake, na tazama palikuwa na mtu jina lake Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru, naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumuona Yesu ni mtu wa namna gani, asiweze kwa sababu ya umati wa watu, maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu apate kumuona, na kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Na tunarudi hapa kwa habari ya Zakayo. Anasema Zakayo alikuwa ni mkuu wa toza ushuru. Ina maana huyu mtu alikuwa ni mkuu wa utoza ushuru. Na kama ni mkuu wa utoza ushuru, akasema alikuwa ni tajiri. Lakini katika utajiri wake, hapa ndo tunajifunza kwamba kumbe changamoto haina tajiri, haina maskini. Kwa hiyo kila mwanadamu awe yote anayo changamoto. Iliyobaki changamoto huwa zinatofautiana, lakini kila unayemuona mwanadamu yeyote ziko changamoto katika maisha yake. Kumbuka Zakayo alikuwa tajiri, lakini alikuwa na changamoto. Anasema alikuwa mfupi wa kimo. Kwa hiyo changamoto yake ilikuwa katika ufupi wake. Akasema mtu huyu akapanda juu ya mkuyu ili apate kumuona Yesu. Na Yesu alipopita pale akamuona, akamuita. Tunarudi pale pale kwamba kila mtu anayo changamoto. Changamoto ya Zakayo ilikuwa ni mfupi wa kimo. Pamoja na utajiri wake, hakukata tamaa, akapanda juu ya nini? Anasema juu ya mkuyu. Hakutazama jamii itamwangalia vipi, hakutazama watu watamuona nini, hakukata tamaa. Nia yake na kusudi lake, kile ambacho amekusudia kukipata, akatafuta mazingira yoyote ili aweze kufika kwenye lile kusudi ambalo alitamani kufika. Kwa hiyo hakukata tamaa, hakuzimia moyo, akatafuta mazingira ambayo angepita Yesu angeweza kumuona. Kwa hiyo akachukua hatua ya kupanda juu ya mkuyu. Sasa hapa inatufundisha kwamba katika maisha tulionayo hatutakiwi kukata tamaa. Usiruhusu kitu chochote, usiruhusu changamoto yoyote
ikakukatisha tamaa. Wewe unachotakiwa ni kusonga mbele. Hakuna maisha yasiyo na changamoto. Kila maisha yana changamoto zake na changamoto zina tofautiana. Iliyobaki ni wewe kama wewe kuto kukata tamaa, kuto kuzimia moyo. Unachotakiwa ni kusonga mbele ukilitarajia lile na ukilitazama lile ambalo unatamani ulifike. Ili uweze kulifika, hutakiwi kukata tamaa, hutakiwi kuzimia moyo. Kwa hiyo nipende kushirikisha, nipende kuzungumza nawe ya kwamba usiruhusu chochote kile kikukatishe tamaa, kikusababishie kutokufika kwenye hatima yako. Kwa hiyo simama kama wewe, usikate tamaa, usizimie moyo, songa mbele, ili mradi Mungu amekusudia au amepanga wewe ufike mahali fulani, utafika tu. Basi tunaenda kuangalia mfano mwingine, ni kutoka katika kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Kutoka tunazungumzia habari ya wana wa Israeli kutoka mikononi mwa Farao Misri kwenda kwenye nchi ya ahadi ambayo Bwana amewaandalia. Hapa tunakuta wakati Mungu anampa Musa jukumu la kuwatoa wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi ambayo ni nchi ya maziwa na asali ambayo ni Kanaani. Musa akawatuma wapelelezi 12 kwenda kuipeleleza ile nchi ambayo Bwana amewaahidia kwenda. Na katika kuwatuma wale wapelelezi wapo ambao walirudi na majibu ambayo walishakata tamaa kutokana na mazingira waliokutana nayo. Lakini wapo wengine walirudi wakawa na tumaini. Haijalishi wameona nini, haijalishi kuna changamoto gani. Walichofanya ni kuangalia ile ahadi ambayo Mungu alikuwa amewaahidia kwamba nitahakikisha ninaingiza katika nchi ya asali na maziwa. Kwa hiyo tunaona hapa katika magrupu wale wanaenda kuipeleleza ile nchi, kuna waliorudi tayari wameshakata tamaa, kuna ambao wengine wamerudi haijalishi wamejiona wao ni mapanzi, haijalishi wakasema wamekutana na watu wanakula watu, lakini wao ndani ya zile changamoto waliona kuna fursa, waliona kuna ushindi. Kwa hiyo ikabidi warudi wakijua kabisa tutafika nchi ambayo Bwana ametuahidia. Na tunaona walipoanza ile safari wakati wanatoka Misri kuelekea ile nchi ya ahadi, wakakutana na changamoto mbalimbali. Lakini japo na hizo changamoto, wale ambao waliona ndani ya changamoto kuna ushindi, ndani ya changamoto kuna tumaini kwa sababu kuna ahadi ya Mungu, wao hawakuzimia moyo, hatimaye wakaweza kuingia katika ile nchi ya ahadi ambao Bwana amewakusudia au amewaahidia kuweze kufika. Walioshindwa kufika ni wale tu ambao tayari walishakata tamaa. Kwa hiyo ndio nataka nikwambie kwamba usikubali kukata tamaa. Simama ukijua kwamba ile ahadi ambayo Mungu ameahidi kwamba utafika mahali fulani, hutakiwi kuzimia moyo, hutakiwi kukata tamaa. Na ili usiweze kukata tamaa, jambo la kwanza unatakiwa uangalia ahadi za Mungu katika kile ambacho amepanga kwako. Pili, usiangalie mazingira. Mara nyingi watu wengi wanakata tamaa kwa sababu wanashindwa kujua ahadi za Mungu katika kile alichokusudia katika maisha yao, na wengine wameangalia mazingira. Kwa hiyo yasitokee mazingira aina yoyote ya kukatisha tamaa. Kwa hiyo nina kila sababu ya kutia moyo na kukujulisha ya kwamba usizimie moyo wala usikate tamaa. Na kabla sijamaliza somo au kabla sijamaliza, ningependa tushirikiane katika nikuombee ili Mungu aweze kutia nguvu, aweze kufanikisha ili usiweze kukata tamaa. Acha niende mbele za Mungu nikimshukuru Mungu kwa ajili yako. Baba Mungu mtakatifu, Mungu wa majeshi, mbingu na nchi zimejaa utukufu wako. Ninasema asante Mungu kwa ajili ya muda na wakati ambao umenipa kuzungumza na watoto wako hawa wa kike na wa kiume kwa habari ya kutokukata tamaa katika maisha yao. Ninaamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza kuwapigania na kuwatetea, ijapopita katika bonde la uvuli wa mauti bado utakuwa pamoja nao. Asante kwa ajili ya huyu baba, asante kwa ajili ya huyu mama, asante kwa ajili ya huyu binti, asante kwa ajili ya huyu kijana. Nikiamini ya kwamba Baba, kwako kuna uzima, kwako kuna ushindi,
kwako kuna tumaini. Na ndio maana ukasema katika neno lako ya kwamba unaweza mambo yote katika wewe ututiaye nguvu. Hakika wewe Mungu ndiye unayewatia nguvu watoto wako. Hakika wewe Mungu ndiye unawashindia na kuwatetea. Maana wewe ndiye mlinzi wa yote. Maana ni wewe uliyeziumba mbingu na nchi, na vyote vilivyomo ndani yako ni mali yako Mfalme. Ndio maana ni siku njema iliyokupendeza. Ninazidi kuwainua wale wote waliopoteza tumaini, wale wote waliokata tamaa. Wainue tena Bwana, wape moyo wa ujasiri, wape nguvu mpya, wajaze kwa upya Bwana. Ninakataa kila roho ya kuzimia ndani yao, ninakataa kila roho ya kukata tamaa ndani yao. Waumbie moyo safi kama jinsi Daudi alivyosema ya kwamba Mungu niumbie moyo safi, moyo wa nyama. Baba mtakatifu, na si neema yako ya kuwaumbia moyo safi, moyo wa ujasiri, moyo wenye ushujaa, ili waweze kufika katika hatima yao. Ninakataa kila mkono wa yule mwovu ibilisi ambao unawakandamiza wasiweze kufika katika hatima yao. Usipate nafasi katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bali mkono wako Bwana uachilie nguvu ya kuwafanikisha, nguvu ya kutembea katika ujasiri ukawe juu yao. Nimeomba yote Bwana kupitia jina lako Yesu lipitalo majina yote, ni kwa utukufu wa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu nimeomba na kushukuru nikiamini. Amen. Baada ya maombi haya, nipende kukaribisha tena katika kipindi chetu cha lunch hour ambacho kinaanza kila saa 7 mchana siku ya Alhamisi. Karibu sana, mkaribishe na mwenzako, na Mungu akubariki. Amen.